Kwa hiyo waendelee kutuunga mkono kama leo tulifanya hapa. Mwakani tufanye makubwa zaidi, kwa sababu sio kwa sababu yetu sisi, ni kwa sababu ya ushirikiano wa watu tofauti ambao unatokana na ukubwa wetu unavyozidi kukua. Kwa takwimu pengine ambazo tumezipata kutokea kwenye kamati, ni watu wangapi ambao tumeweza kufikia leo na kuwagusa? Nitatoa takwimu rasmi, lakini wengi sana. Wengi sana. Maelfu. Kusema kweli ni maelfu. Na siwezi kusema tu namba ambazo sina uhakika nazo, tutatoa takwimu sahihi, lakini ninavyojua ni maelfu ya watu. Na ni washukuru wote ambao wametoa. Kama nilivyowaambia mwanzo, mimi nilikuwa na vision tu ya kusema kama mwaka huu tutoe mkono wa Idi, kaelekeza vyombo vifanye shughuli ya kuhamasisha, tukianzia sisi wenyewe, ndugu, familia, kutoa tulivyokuwa navyo, ama baada ya hapo tukawahamasisha na watu wengine nao wameunga mkono kampeni kwa ukubwa, ambayo inaonyesha ni namna gani nchi watu tunapendana, tunathaminiana, haijalishi makabila yetu, bila kujali dini zetu, bila kujali itikadi zetu. Lakini kingine lazima tuipongeze na kuishukuru serikali ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu imeweka miundombinu ambayo imekaa rafiki, na ndio maana tunaweza kufanya vitu kwa amani. Nchi yetu ina amani, sikukuu Idi tunafurahi tukiwa tuna amani. Angalia tumekaa hapa, unajua ukitoa sadaka utakuwa kuna vurugu, lakini vurugu hamna, watu wanapokea vizuri. Kidogo tu mtu anaweza kawa na haraka akamwambia usiwe na haraka, ngoja zamu yako itafika. Sasa hii vitu vinatokana na serikali kuweka mazingira hayo, kama yeye kiongozi, yani kiongozi kutengeneza mazingira hayo. Kwa hiyo tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi kama wananchi anaotuongoza anatuwekea mazingira hayo, tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunamwakilisha vyema. Hata sadaka hizi pia niseme ni moja ya neema zake, namna uongozaji wake imefuata, tumemobilize vitu vizuri, lazima wafike tofauti vizuri. Okay, Bwana Diamond, mimi ningekupongeza sana the way ambavyo una participate kwenye jamii, lakini pia tulishuhudia tukio la iftari ambao ulifanya pale Superdome. Watu waliweza kushiriki na tuliona viongozi wengi wakubwa, ilikuwa ni heshima sana kwako. Lakini baada pale paliibuka baadhi ya viongozi wa dini wakiwa wanakashfu na kueleza negative juu ya jambo lile ulilofanya. Labda hili ulilipokea vipi? Lakini pia una rai gani katika hili? Unajua unatakiwa wewe ufanye kadri Mwenyezi Mungu atakujalia. Alafu anayejaji ni Mwenyezi Mungu. Ukisikiza maneno ya watu utashindwa kufanya mambo mazuri kwa kuwa utaonekanaje. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu no matter what nihakikishe kuwa nafanya mambo mazuri. Na sistuki, sijali wala siogopi comment ya mtu ambaye negative. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha kwamba nimepata nafasi, na mimi nafasi hii kisha nafaidisha watu. Mwenyezi Mungu kanibariki na mimi kuhakikisha nawabariki watu. Na kuweza kufuturisha na futurisha, na kuweza kutoa sadaka kama hivi natoa sadaka. Sasa comment za watu hawezi kuziepuka, kila mtu atacomment anavyoona yeye. Sasa kama unafanya kwa sababu ya watu utaogopa comment, lakini mimi nafanya kwa sababu ya Allah. Kwa comment yangu nitaikuta kwa Allah kesho na kesho kutwa nikifa. Ndio mimi ninachokiangalia hicho. Lakini comment na uzuri pia hata shehe wa mkoa alielezea vizuri. Kwa ni vitu vya kawaida, na nataka watu wengine wanaofanya mambo msikatishwe tamaa. Mwenyezi Mungu anasema msikate tamaa na neema zangu. Mwenyezi Mungu anaelekeza hivyo, kwa sitokee kiumbe kukatisha tamaa. Fanya mambo mazuri, haijalishi unafanya kazi gani, unafanya kitu gani, hakikisha unaswali. Mimi naswali swala 5 watu wengine sidhani kama watu wanafahamu, lakini mimi maisha yangu sasa hivi na miaka 3 na swali swala 5, miaka 3 mfululizo na sikosi yani. Kwa hiyo nikitaka kumsikiza mtu anaimba afu na swali, mnafiki. Okay, mnafiki yangu atajua Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu anasema funga, nakwambia saumu ni, yani funga ni yangu mimi, saumu ni yangu mimi. Basi na hizi neema za kwake. Asanteni na wao inaenda kwa Manara. Ana ghafla yake sema nikamunga mkono. Nashukuru. Shukrani. Kitaka funga. Pana kutosha kwema. Sawa. Tusimame sawa sasa. Officer. Tusimame sawa na mkurugenzi pale. Mmekaa vizuri? Naam, namna hiyo. Haya, watu wa still picture, moving camera, mkimaliza zoezi lenu naomba mninyoshe mkono hivi wenzangu. Sije ukapata picha utafocus unasema MC alikuwa na haraka. Hapana. Tayari Shiba mafoto. Asante sana. Sasa mkurugenzi, ukiongoza timu yako na mwakilishi wa Magomeni, tafadhali naomba tusogee hapa. Na viroba hivi viwili vikubwa niwajulishe tu ni mchele peke yake kilo 300. No, 400. Alafu mna sukari kilo 200, kuna unga pia hapa na kuna mavazi hapa. Sasa unajua zawadi hizi zimekuwa nyingi, zingine sijui hata nini. Mtajua huko kwa ila nzuri. Taulo
Tauro hizi. Asante sana CB. Kuna juisi hapa, kuna maji na vitu vinginevyo vingi tu ambavyo vinatolewa hapa. Sasa kwa niaba ya namna ya kukabidhi hapa, viongozi naomba mje. Naomba mje. Mje hapa. Sasa ili namna ya kukabidhi, mimi ningeshauri mpate kibaba kidogo vya kunyanyua hapa. Au mchukue box tu kwa niaba ya. Tutaweza kunyanyua kiroba hicho. Unafanya mazoezi. Mkurugenzi, unafanya mazoezi. Namna hiyo. Kwa ufupi tu tupata picha nzuri za kumbukumbu. Asante sana watu wa still picture. Vizuri sana. Sasa nimepata msaada. Subirini hapo hapo. Njoo, pita kwa kibaba. Toa ile, simamisha gunia ile lenye afya. Sije kuonekana tumewapa vikilo viwili. Nimekwambia hiyo 200 hiyo. Sogeze. Sogeze mbele yao. Wakati huo kituo cha Mbezi pia mnajiandaa, nitawaambia muinuke. Asante sana. Sasa kibaba hapo tupishe, waache viongozi waweze kulishikilia hapo juu juu. Asante sana. Lakini kuna nguo ziko hapa za kutosha. Kuna t-shirts zipo hapa pia. Sasa mkurugenzi anauliza idadi ya nguo hizi ziko sawa na kituo. Ziko sawa Asante, naambiwa ziko sawa. Asante sana. Sasa wale walioandaliwa kwa ajili ya kuwapelekea kwenye gari lao, naomba tafadhali CB waweze kuvichukua na niletewe vifaa sasa vya watu wa Mbezi. Tafadhali kwa sasa. Naam, karibu. Asante sana. Njoo. Kila mmoja anaenda kwenye gari yao mkurugenzi. Mkuu wa kituo, tafadhali mkurugenzi na meza kuu wote. Mkuu wa kituo alikuwa anaomba kutoa shukrani hapa kwa haya ambayo yametokea. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Faraji Maulidi Mbonde, nasoma shule ya sekondari Mandege. Nimesimama hapa kwa niaba ya watoto wenzangu kwa ajili ya kutoa neno shukrani. Tunashukuru sana kwa kutugea mkono wa Idi, tumefurahi na hatuna cha kuahidi zaidi ya kuombea dua. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu afungulie milango ya riziki, Mwenyezi Mungu ajalie kila kwa laheri, Mwenyezi Mungu aepushe kila kwa la shari. Mwenyezi Mungu nakuomba muondoshe adhabu za kabri, muondoshe adhabu za dunia, muondoshe vijicho vya husda, umpe mwisho kwa mwema, umpe mwisho kwa mwema, umjalie pepo ya Firdausi, umjalie kila kwa laheri, umepushe kila kwa la shari. Nashukuru sana kaka yetu Diamond, tunashukuru sana. Sijawahi kukuona, leo nimekuona live leo. Natamani hata nikushika na mkono. Inshallah. Tuata